Hichi ni kikao kwa ajili ya wanaume tu, sitaki kumuona mwanamke yoyote. Kama ni mwanamke vuka, sepa. Hii post kuhusu, nahitaji kuona wanaume tu kwenye hii post. Hivi ni vitu vitatu vya kuzingatia. Kama ni mtoto wa kiume umeingia mjini, unahitaji kufanikiwa. Hivi ni vitu vitatu vya kuzingatia. Kodi za kuishi nazo ukiwa town. Kodi namba 1. Kama umeingia mjini, usisemeshane na mwanamke yoyote. Usitengeneze mazingira ya mazoea na mwanamke yoyote. Wanawake ukiwazoea wakiingia kwenye maisha yako watakudistract. Wanawake wa town wengi malaya. Wanawake wa town wengi wanajiuza. Sisemi wote lakini wengi wanajiuza. Wengi wanategemea kuishi kwa kutegemea viungo vyao vya uzazi. Wengi wanategemea kuishi kwa kutegemea sehemu zao za siri. Usiweke mazoea na mwanamke yoyote ukiwa town. Maybe ni mwanamke ambaye ni bosi wako, ambaye yuko katika eneo lako la kazi, ambaye anakusaidia kwa namna moja au nyingine. Mademu wa mtaani mafala ambao wana impact wote kwenye maisha yako, usiweke nao mazoea. Ule ufala sijui kuna leo na kesho. Bro, focus. Acha ufala kuweka mazoea na wanawake ukiamini ndio ambao watakusaidia nini? Usiweke mazoea na wanawake. Kitu namba 2. Umeingia town, unafikiria kuhusu kufanikiwa. Utakiwi kulala chini ya saa 5 usiku. Yaani sio mtoto wa kiume amefika saa 1 unaenda kulala saa 2. Wewe sio kuku, wewe sio mbwa, wewe sio mfugo, wewe sio ng'ombe. Unatakiwa upate muda kukaa na kuyafikiria maisha yako. Unatakiwa unapofika usiku muda ambao akili imetulia, unafikiria maisha yako. Sio unakaa saa 2 saa 3 umeenda kulala kama mbwa. Wewe ni fala. Au wewe una malengo gani kwenye maisha yako? Unalala mapema kwa raha gani ulionayo? Si chini ya saa 5 usiku unatakiwa ukae unafikiria maisha yako, kesho unaamkaje. Sio kesho unaamka kama vile taila au kama chokola, hauna pa kwenda. Kaa fikiria maisha yako. Kama hujapata solution kesha, kaa kuwa na uchungu na maisha yako. Zingatia kitu cha mwisho. Wakati umeingia mjini umeanza kujitafuta ule mwaka wa kwanza, usisaidie wazazi kabisa. Usisaidie. Ya hata kama umeamua kujitoa ni kidogo sana, weka pembeni issue za kusaidia wazazi. Weka pembeni issue za kusaidia mtu yoyote. Jitafute kwanza. Sijasema kwamba hutaki kusaidia watu, lakini mwaka wa kwanza ambao unajitafuta kwenye maisha yako, weka pembeni upumbavu na ujinga wa kusaidia watu. Utajiforce usaidie watu sasa hivi. Hikyo kielo ulichokipata milioni 2 kikiisha, utawasaidia nini? Utakosa cha kuwasaidia. Tengeneza mazingira ambayo utaweza kuwasaidia hata kesho na kesho kutwa. Sio kujitutumua kujiona umefika wakati bado. Usisaidie mtu yoyote wakati ambao mwanzo unaanza kujitafuta. Zingatia hizo kodi na utafanikiwa.